ameacha mji na hajakabidhi mtu yoyote huo. Jina naitwa Tamasha Hussein Makundi kutoa. Mwanaume kuniachia watoto. Mwanaume tulikuwa tunaishi wote, amenizalisha watoto wawili. Na baada yake mwanaume anaondoka, ananiambia yeye kwake maisha magumu, kaniacha watoto wadogo akiwa na miaka 3. Amenikimbia mpaka leo. Na sijui kama aliko, na hajui hata kupiga simu wala kujulia hali ya watoto. Kwanza ukimpigia simu atakwambia mara sijui fulani anaumwa, anataja huko familia yake hii nyingine aliyoanzishia huko. Mara nimefiwa na dadangu, mara sijui nini. Ukimuuliza kuhusu watoto ajibu chochote. Kwa hiyo mpaka leo nikaamua bora nimuache. Namshukuru tu Mungu hapa. La pili, hilo ndo linaniliza kabisa. Hata nikikaa hivi nikitaka kulisimulia linaniumiza. Sisi tulizaa, ameacha mji na hajakabidhi mtu yoyote huo mji, lakini baba yetu alikuwa na dada zake. Dada zake alienda kuanzisha miji yao huko. Kitu kilichotushangaza, watoto wa shangazi yetu wamekuja kuuza pale bila taarifa yetu sisi. Tunaona tu watu wageni wamekuja pale, wanalima. Unaona? Tukakaa tukijiuliza, ilibidi mdogo wangu aende serikalini asimamie kesi hili. Kila tunapoenda serikalini, serikali ya Ifakara ile kwa mwenyekiti tunaonekana sisi pale tumevamia. Tumeenda kata wanaonekana tumevamia. Tumeenda mpaka baraza la ardhi. Ndio kesi iko huko. Inaonekana yule baba eneo lile lake. Lakini watu wote pale wanajua. Maana yake sasa hivi tukienda pale nyumbani unakuwa kama mgeni. Yaani sisi wageni pale. Hilo linaniumiza sana, hata nikikaa usiku nikilifikiria hilo linawaza. Yaani linaniumiza kwa sana. Sijui hata nifanyeje. Tumekaa tu tukaona bora tuache. Maana mnakuja kugombea ardhi, mtakuja kutolewa roho. Tena mkaacha watoto wakateseka. Sisi tumemwachia Mungu kuhusu kesi hilo. Mlivyokuwa mnafuatilia serikalini, wao walikuwa wanawajibu nini? Wanasema tu wale ndio wenye sheria, wenye haki. Ndio wamakabidhi haki yao. Vielelezo vyote mmewapa? Vielelezo vyote vipo. Hadi baba mdogo alienda wakamkemea serikalini, wakamkaripia, wakamwambia yule baba watamweka ndani. Sema sasa hivi ndio baba hajiwezi tena, anaumwa baba yetu mdogo. Kwa kesi nyinyi mmeamua kuacha kufuatilia kwa sababu serikali inawatishia. Kwa sababu sisi hatuna pesa za kupeleka serikalini pengine uonge mtu akusimamie. Wale wenzetu wana hela. Tena hadi walikuwa wanamtishia mdogo wangu kumuua, wanaenda kwa waganga huko wapi. Endelea. Hilo ndo linaniumiza zaidi. Yaani kama kuna msaada kwa serikali, tunaomba watusimamie kwa hilo. Watusaidie kwa hilo. Sisi sasa hivi pale tumekuwa kama wageni. Na nyumba yetu ilijengwa pale wamebomoa, wamejenga nyumba nyingine. Diwani mlishawahi kumfuata mwenyekiti labda diwani? Yaani hii kesi imeanzia kwa kwa mjumbe, ikaenda mpaka kwa mwenyekiti wa mtaa, imeenda mpaka kata, imeenda hadi mahakama ya ardhi. Lakini kote wanawazungusha. Kwa sababu yule ana nini? Ana hela. Ombi lako kwa Mama Samia? Mimi nilikuwa naomba kwa Mama Samia hiyo makesi wasiangalie mjini tu,
waangalie na vijijini, watu tunateseka. Sisi sasa hivi tumekuwa kama kule wageni, na wakati sisi tumezaliwa pale, tumekulia pale, eneo letu sisi ndio limechukuliwa. Sisi tunaomba msaada wake, atusaidie kwa hilo, watusimamie, waturudishie eneo letu. Shukuru sana Turuku Inki TV kwa msaada wenu mlioniletea. Mwenyezi Mungu awazidishie baraka nyingi, na muendelee na kazi hiyo, kuwafuata wale wasiojiweza, kuwapa msaada kama mimi mlivyonigaia. Mungu awabariki na awazidishie katika maisha yenu.